wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali ya yote, leo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika muda kama huu. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Naona tuko mwishoni katika mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani. Na siku ya leo ambayo tumewaita ndugu zetu, manake kituo cha Raya Islamic Orphanage Center kikishirikiana na Al-Khibra kwa ajili ya kufanya majambo ya kheri. Leo hii Al-Khibra wamekuja kutembelea hapa katika kituo chetu cha Raya Islamic Orphanage Center, wao wakiwa na wenyewe wamefocus kuiendea jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe wao na sisi pia Mungu atulipe. Na nyinyi pia mlokuja hapa, Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri na wafanyieni wepesi wa kila jambo, na Mwenyezi Mungu awaongoze katika maisha haya ya dunia na baada ya kuondoka mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna maisha baada ya kuondoka ulimwenguni. Na tumeumbwa sisi, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema aliyetuumba, baada ya billahi minashaitani rajim, Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah hakuumba majini na binadamu wote tumwabudie yeye. Sasa sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu hayupo mwanadamu yoyote aliyejaza fomu ya kuishi duniani. Hebu jiulize, nani aliyejaza fomu ya kuishi duniani? Umejikuta duniani upo, na ndivyo utakapojikuta unafanya nini? Unaondoka na kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Na siku ya kuondoka jiulize, unamwaga nani? Hakuna ni muaga, si ndio? Kwa hiyo wewe umeumbwa, lengo la kuumbwa kubwa ni kufanya ibada. Ndio lengo la kuumbwa. Na ndio maana zama hizi tumekuwa na maisha magumu sana, kwa sababu tumeacha mfumo wa maisha yetu. Tumeacha lengo letu sisi la kuumbwa. Tungelijua lengo letu la kuumbwa, kufanya ibada kama kwa wale Waislamu ni dakika 5 dakika 10 umemaliza kumwabudia Mola wako aliyekuumba. Lakini muda huo wewe ndio uko busy kwa ajili ya kufanya maisha ya kidunia, ndio uko busy kwa ajili ya kufanya mambo ambayo hata hayampendezi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tumewaita hapa na tumeanzisha programu hii. Hawa wenzetu kutoka Dar es Salaam na sisi tuko hapa tunashirikiana kwa ajili ya kufanya haya majambo ya kheri. Kwa hiyo lengo hili ni kuwajulisheni Mwenyezi Mungu ndio mtoaji wa riziki. Riziki imeumbwa kabla wewe hujaumbwa. Kwa riziki yako ipo tu. Hata fanya nini riziki yako ipo. Kwa hivyo mama zangu na wahusia sambamba na kuhusia nafsi yangu, swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu. Popote ulipo inabidi umche Mola wako, ujue kuswali, ujue kukoga. Majosho kina mama hawajui majosho yao. Hawajui majosho ya janaba, hawajui majosho ya hedhi, hawajui majosho yale ya nifasi ya uzazi. Kwa sababu ukijua Uislamu utajua majosho hayo. Sawa? Kwa sababu usipojua Uislamu huwezi kujua hayo majosho. Unajumlisha tu janaba plus janaba utapata mijanaba. Hedhi jumlisha hedhi utapata mihedhi. Nifasi jumlisha nifasi utapata minifasi. Sasa kwa sababu gani? Yote kwa sababu tayari hujajua jinsi gani wewe unatakiwa usome vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia kwa duniani ili ujifunze elimu.